Huenda ikawa unaona hatari iliyo mbele yako, unaona changamoto zilizoko mbele yako na hujui ufanyeje. Sikiliza, Biblia haijatuacha pekee. Kuna kisa cha mtu mmoja aliyeitwa Esther, Malkia, ambacho kinaweza kukutia moyo katika siku ya leo, kukufanya kuweza kuendelea pale mahali ambapo umeona iko changamoto kubwa usioweza kuitatua. Kitabu cha Esther sura ya 4 fungu la 16 anasema, nendeni mkawakusanye Wayahudi wote waliopo Shushani, mfunge kwa ajili yangu, wala msile wala msinywe kwa muda wa siku 3 usiku na mchana. Haya yalikuwa maneno ya mwanamke aliyefika mwisho wa uwezo wake wa kibinadamu. Hukumu ilikuwa tayari imetolewa. Kifo kilikuwa kimesainiwa na hakuna aliyekuwa na sauti ya kuzuia. Lakini katika giza hilo, Esther aligundua siri moja: kuna nguvu inayozidi amri ya mfalme, nguvu ya mfungo na maombi. Hakutegemea cheo chake, bali alinyenyekeza mbele za Mungu. Leo hii, hata kabla hatujaingia ndani ya ujumbe wa somo hili, nataka ujue jambo hili: mahali ambapo nguvu za wanadamu zinaishia, mawazo ya binadamu yanaishia, ndipo neema ya Mungu huanza kufanya kazi. Baada ya siku 3 za mfungo, Biblia inasema hata siku ya 3 Esther alivaa mavazi ya kifalme, akasimama katika ua wa ndani wa nyumba mfalme, naye alipomwona Malkia Esther alipata kibali machoni pake. Kitabu kile cha Esther sura ile ya 5 fungu la 1 mpaka la 2. Hii ni siri ya mfungo wa Esther. Mfungo hauondoi tatizo kwanza, bali hubadilisha mtu kwanza. Esther alitoka katika mfungo akiwa mtu yule yule kimwili, lakini kiroho alikuwa mtu mpya kabisa. Hofu ilikuwa imeondoka, ujasiri ulikuwa umeingia, na kibali cha Mungu kilikuwa kimemtangulia. Sikiliza nikuambie, katika mtazamo wa macho wa kawaida kabisa, unapofunga unaweza ukajikuta hali iko vile vile, mwili uko vile vile, lakini tambua, katika ulimwengu wa maombi, katika ulimwengu wa roho, kuna mambo yametengenezwa. Huenda ikawa kibali kimetengenezwa, ujasiri unaongezeka na hofu zinaondoka katika muda wa kutafuta uhusiano karibu na Mungu. Na hapa kuna ujumbe mkubwa wetu leo. Kabla Mungu hajabadili hali ulionayo, kwanza hubadili moyo wako. Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema wanyenyekevu. Yakobo sura ile ya 4 fungu la 6. Ndiyo maana mfungo ni silaha ya kujinyenyekeza. Kwenye nyakati ambazo maombi ya kawaida hayatoshi, yanahitaji kuambatana na mfungo. Katika Mathayo sura ya 17 fungu la 21, na matokeo yake sio tu majibu, bali ni kibali. Mahali ambapo ulikuwa umekataliwa, Mungu hufanya ukubalike tena. Leo hii kama unasikiliza ujumbe huu, huenda ikawa pengine umeandikiwa hukumu ya kukata tamaa. Kila unachokifanya tu unakata tamaa, unaona kushindwa, unaona kushindikana kila kitu. Umewekewa mipaka, kuna sehemu huwezi kuvuka, madeni yamekuwa mengi, changamoto zimekuwa nyingi, magonjwa yamekuwa ndama, mambo yamekuwa mengi sana. Au umeambiwa haiwezekani, kile unachokifanya hakiwezekani. Sikiliza nikuambie, lakini neno la Mungu linatangaza ya kwamba lina ushindi kama mtu akinyenyekeza. Kama ilivyokuwa kwa Esther, ndivyo hata leo Mungu bado anaheshimu watu wanaonyenyekeza mbele zake. Ingia katika mfungo kama Esther, si kwa mazoea, bali kwa imani. Kwa maana mahali pa mfungo, hukumu hubadilishwa kuwa ushindi, machozi huwa ushuhuda, na mtu wa kawaida huwa chombo cha neema na kibali mbele za wengine. Hii ni siri ya mfungo. Jinyenyekeze mbele za Bwana, naye atakuinua. Katika kitabu kile cha Yakobo sura ile ya 4 fungu lile la 10. Hii ndiyo siri ya mfungo wa Esther. Alipogundua ya kwamba mambo hayawezekani, alipoona ya kwamba ipo changamoto mbele yake ambayo asingeweza kuikabili kwa uwezo wake, kwa uzuri wake, kwa elimu yake, aligundua siri ya neema na kibali kinachopatikana katika kufunga na kuomba. Mimi rafiki yangu unanisikiliza hapa Hope Praise Ministry, sijajua ya kwamba mbele yako unaona nini, kwenye kazi yako unaona nini, unaona ni hatima gani ambazo zimezuiliwa, huwezi ukafanikiwa. Sikiliza nikuambie, ni kweli mambo yatazidi kuwa mabaya kabisa kama hutajua kupambana katika ulimwengu wa roho. Na ndiyo maana tukaambiwa katika Efeso ya kwamba vita vyetu si juu ya mwili na damu, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa giza.
Sikiliza nikuambie, bila maombi, bila mfungo wa dhati hatuwezi kufanikiwa. Lakini tukijinyenyekeza katika maombi kama Esta alivyofanya, tunafahamu ya kwamba mara baada ya kunyenyekeza katika siku 3 bila kula, kibali kilipatikana na neema ilionekana, na hati iliyokuwa imesainiwa ya kifo kwa ajili ya Wayahudi, Mungu aliingilia kati na ikabadilishwa. Sijajua ni vitu gani kwako ambavyo vimeonekana haviwezekani, lakini kutie moyo, katika maombi yanawezekana. Mungu akubariki sana wewe unaendelea kufuatilia Hope Praise Ministry. Nikuombe tu usahau kusubscribe channel hii, kulike, lakini pia na kucomment ujumbe hapo chini.